Mtazamaji, karibu katika makala hii maalum inayoangazia mafanikio ya miaka minne ya serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, itakayoonesha juhudi zilizofanywa na serikali katika sekta ya viwanda vya sukari nchini. Leo makala hii itajikita zaidi katika uwekezaji mkubwa uliofanywa na serikali katika kiwanda cha sukari Mkulazi kinachoendeshwa kwa teknolojia ya hali ya juu. Katika kipindi hiki cha mafanikio ya miaka minne ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan madarakani, amefanikiwa kuboresha mazingira ya uwekezaji nchini kwa kuweka mazingira mazuri kwa wawekezaji hao ili waweze kuwekeza nchini. Mheshimiwa Rais wakati anaingia madarakani, nchi ilikuwa ikikabiliwa na uhaba mkubwa wa sukari nchini, ambapo kwa kutambua ukubwa wa changamoto hiyo, ilipofika Julai 2021, Rais Dr. Samia aliidhinisha jumla ya shilingi bilioni 344 kwa ajili ya ujenzi wa kiwanda cha sukari Mkulazi kilichopo Mbigiri, wilayani Kilosa, mkoani Morogoro. Serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan imeandika historia kubwa nchini mara baada ya kukamilika kwa ujenzi wa kiwanda cha sukari Mkulazi na kuanza uzalishaji wa sukari rasmi Julai mosi mwaka 2024, ambapo mnamo Agosti 7, 2024, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alipokizindua rasmi kiwanda cha sukari Mkulazi. 1, 2, 3. Kiwanda cha sukari Mkulazi kimezinduliwa rasmi na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alipongeza ukamilishwaji wa kiwanda cha sukari Mkulazi na kuzungumzia umuhimu wake kwa taifa. Kwa hiyo kiwanda hiki kina umuhimu wake. Uwekezaji wa serikali na sekta binafsi PPP kule Mkulazi nyingine ina umuhimu wake. Inakwenda kutupa uhakika wa chakula sukari hapa nchini. Kiwanda hiki kina uwezo wa kuzalisha tani 50,000 za sukari kwa mwaka na ni kiwanda pekee nchini ambacho huzalisha sukari ya majumbani na sukari ya viwandani. Hadi sasa hakuna kiwanda cha sukari nchini ambacho kinazalisha sukari ya viwandani, yaani industrial sugar, ambayo hutumika kutengenezea bidhaa mbalimbali za viwandani ikiwemo vinywaji. Kiwanda hiki pia huzalisha umeme kwa matumizi ya kiwandani na ziada hupelekwa kwenye gridi ya taifa. Uwekezaji huu mkubwa wa kiwanda hiki kinachomilikiwa na wazawa, kwa maana ya kampuni hodhi ya Mkulazi ambayo inamilikiwa kwa ubia kati ya Mfuko wa Taifa wa Hifadhi ya Jamii NSSF na Shirika la Uzalishaji Mali la Magereza SHIMA. Ujenzi wa kiwanda hiki ulianza Julai mwaka 2021 na katika kipindi cha miaka minne ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, ujenzi wa kiwanda hiki ulikamilika na tukaanza uzalishaji wa sukari. Majaribio ya kiwanda chetu yalikamilika mwezi Machi mwaka 2024 na ilipofika Julai mwaka 2024 tulianza rasmi uzalishaji wa sukari kwa ajili ya kuingia sokoni. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais, katika kipindi hiki cha miaka minne kumekuwa na mafanikio makubwa sana katika mradi wetu. Kwanza, wakati tunaanza mradi huu mwezi Julai tulikuwa na mkwamo kidogo, lakini Mheshimiwa Rais aliweza kutusaidia tukaweza kutoka kwenye mkwamo huo na ujenzi wa kiwanda uliendelea vizuri. Mara baada ya kukamilika ujenzi wa kiwanda hiki tuliingiza bidhaa yetu sokoni ambayo inaitwa Mafao Sugar, na kwa sasa sukari yetu inapakiwa kwenye ujazo wa kilo 25 pamoja na kilo 50. Mradi umekuwa na mafanikio makubwa sana. Kwanza, tumetoa ajira. Katika kipindi hiki ambacho tumeanza uzalishaji wa sukari, zaidi ya Watanzania 8,000 wameajiriwa kwenye mradi huu. Lakini mradi huu pia tumejenga dispensary ambayo inaweza kuwahudumia wafanyakazi pamoja na wanakijiji ambao wanazunguka eneo hili la mradi. Ukitazama eneo hili la Dumila, shughuli za kiuchumi zimeongezeka sana kutokana na mradi huu. Utaona kuna vijana wengi ambao sasa hivi wanafanya kazi mbalimbali za maduka, wengine wana bodaboda,
Wako watu ambao wanaishi eneo hili ambao wameweza kujenga nyumba ambazo zinatumika kuwapangisha wafanyakazi, na shughuli za kiuchumi kwa ujumla zimeongezeka sana eneo hili. Kiwanda cha sukari Mkulazi kimetoa fursa mbalimbali za ajira kwa Watanzania, ambapo Watanzania wapatao 11,000 wamepata ajira katika kiwanda hiki. Mradi huu pia umeongeza wigo wa kodi kwenye wilaya ya Kilosa pamoja na mkoa wa Morogoro. Kampuni inalipa kodi TRA, lakini kampuni pia inalipa baadhi ya kodi kwenye halmashauri ya wilaya ya Kilosa, ambayo pia tunaona ni mafanikio makubwa ya mradi huu. Kampuni yetu pia inatambua ni sehemu ya jamii. Kwa hiyo kila mwaka huwa tuna utaratibu wa kuweza kutoa huduma mbalimbali kwa jamii zetu. Tunatoa huduma kwenye shule ambazo zinatuzunguka, lakini pia hospitali ambayo tumeijenga inatoa huduma kwa jamii. Pale ambapo jamii yetu kunatokea majanga mbalimbali, kampuni imekuwa mstari wa mbele pia kuweza kushirikiana na watu wanaotuzunguka ili kuweza kuhakikisha kwa pamoja tunatatua changamoto ambazo zinawakabili. Mara baada ya kuanza rasmi uzalishaji wa sukari mwezi Julai mwaka 2024, tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuweza kufungua kiwanda chetu. Kiwanda hiki kilifunguliwa na Mheshimiwa Rais tarehe 7 mwezi wa 8 mwaka 2024, na ufunguzi ule ulikuwa na manufaa makubwa sana kwa sababu ndicho kipindi ambacho kampuni iliingia rasmi sokoni na kuanza kuuza bidhaa zake. Tunamshukuru pia Mheshimiwa Rais kwa namna ambavyo anaendelea kutuongoza na kusimamia shughuli zote za kiuchumi. Tunashukuru pia kwa mabadiliko makubwa yaliyofanyika kwenye sekta ya kiuchumi na kazi kubwa inayofanywa na Tanzania Investment Center kuhakikisha kwamba uwekezaji mkubwa kama huu unaweza kuwa na tija kwa taifa. Serikali ya awamu ya 6 ilihakikisha inajenga kiwanda cha kisasa chenye teknolojia ya hali ya juu, na hili limetimia. Kiwanda cha sukari Mkulazi kimegawanyika katika sehemu mbalimbali, ikiwemo uchakataji wa miwa, uzalishaji wa sukari, kilimo pamoja na uvunaji wa miwa. Kiwanda chetu ni kiwanda ambacho kimechukua teknolojia mpya kabisa ya sukari. Tukianzia katika eneo ambalo tunashushia miwa, kiwanda chetu hakiruhusu kuweka mua chini. Mashine ikitoka shamba inakuja kushusha moja kwa moja kwenye mikanda. Kwa pale tumetumia mashine maalumu zinaitwa gantry crane, ambazo hizo zinasaidia kushusha mua moja kwa moja kwenye mikanda bila kuweka chini. Lakini katika eneo lingine kiwanda chetu chote kinatumia mitambo ya umeme. Viwanda vingine teknolojia iliyokuwepo ilikuwa ni kutumia mitambo ambayo inatumia mvuke, lakini sasa hivi tunatumia mitambo ya umeme katika ukamuaji, katika kuandaa mua. Sehemu hizo zote imewekwa mitambo maalum ya umeme. Hiyo ni moja kati ya faida, kwa sababu ufanisi wake unakuwa ni ufanisi wa juu sana. Lakini katika eneo lingine ambalo tumetumia teknolojia ya juu kabisa ni eneo la power plant. Sisi tuna boiler pekee ambalo lina pressure ya juu zaidi. Pressure yake ni bar 87. Ni boiler kubwa kuliko maboiler yote Tanzania, ambapo hiyo inafanya uwekezaji katika kuzalisha umeme uwe katika hali ya ufanisi sana. Kwa hiyo unakuta unatumia mvuke kidogo kuzalisha umeme. Sasa nikiunganisha na hilo, tunazalisha umeme takriban megawati 15. Katika kuzalisha umeme tumefunga mtambo wa kuzalisha megawati 15, ambapo matumizi yake megawati 8 zitatumika ndani kwa maana ya kuendesha mitambo iliyopo kiwandani na pia kupeleka umeme katika mitambo yetu shambani ambayo tunataka kumwagilia mua. Kwa megawati 8 zitatumika kiwandani kwa ujumla wake, lakini megawati 7 tutauza kwenye gridi ya taifa. Idara ya masoko nayo ni muhimu katika kiwanda chochote kile, kikiwemo kiwanda hiki cha Mkulazi. Sukari yetu imepokelewa vizuri sana sokoni, na hilo ni swala la kujivunia sana kwa kampuni yetu, kwa wateja wakubwa na wadogo, ukianza kwa mawakala wa sukari, lakini wateja wa kati na wadogo, na hasa wale watumiaji wa mwisho kabisa wa sukari. Mapokeo yamekuwa ni makubwa sana. Na kwa utafiti ambao tayari tumeishafanya, ukiangalia maoni ya wateja wetu yamekuwa ni mazuri na imekuwa ni fahari kubwa sana kwetu.
ukiangalia maoni kuhusiana na ubora hasa wa sukari yenyewe, lakini pia upatikanaji wa sukari, unafuu wa sukari yenyewe, lakini pia urahisi wa kufanya biashara na kampuni yetu. Hayo yote yamekuwa ni maoni makubwa sana kwetu na yamekuwa ni maoni mazuri na yametupa faraja kubwa sana kwamba tumeanza vizuri, na hiyo ni ishara kubwa sana ya mafanikio ya kiwanda chetu. Mpaka sasa tumefanikiwa kusambaza sukari yenye ujazo wa kilo 25 pamoja na kilo 50. Lakini tupo kwenye hatua za mwisho kabisa kulingana na soko. Tupo kwenye hatua za mwisho kuzalisha sukari ya kilo 1 ambayo itapatikana kwenye ujazo wa jumla wa kilo 20. Lakini pia tupo kwenye hatua za mwisho za kuweza kuzalisha sukari ya kilo 50 ambayo hasa itatumika kwa upande wa viwandani, ambayo inafahamika kama industrial sugar au white sugar. Kwa hayo yote kwetu sisi ni mafanikio na tunajivunia. Lakini pia kwa upande wa kitu tunaita byproducts, katika uzalishaji wa sukari kuna byproduct ambazo zinazalishwa wakati wa kuzalisha sukari, ambapo tuna bidhaa inaitwa molasses, ambayo mpaka sasa tumefanikiwa kuweza kusambaza kwenye viwanda mbalimbali, ambapo huwa inatumika kama malighafi hasa viwanda vya ethanol. Lakini pia tumefanikiwa kusambaza molasses kwa wafugaji, ambapo wafugaji wakubwa na wadogo, na kwa hiyo imesaidia pia kukuza uchumi. Kwa hilo kwetu sisi ni mafanikio makubwa sana kama kiwanda. Kabla ya kuzalishwa kwa sukari, matayarisho ya shamba ni jambo la muhimu ili kupata kile kilicho bora kwa mlaji. Kampuni hii ya Mkulazi iliwezesha ununuzi wa mitambo ya kisasa ambayo imesaidia katika kufanya shughuli hizi za kilimo. Kwa mfano matrekta makubwa ambayo yanatumika kwa ajili ya kilimo, lakini pia kuna mitambo mbalimbali ya kuweza kutengeneza barabara, mitambo ya kuweza kusafisha mashamba. Haya yote yamewezesha shughuli hizi zote za kilimo kuweza kufanyika. Lakini kama tunavyojua, ili kilimo kiweze kufanyike ni lazima tunahitaji maji. Kwa hiyo kampuni hii ya Mkulazi iliwezesha utengenezaji wa miundombinu ya umwagiliaji, lakini pia uhifadhi wa maji. Kama unavyojua, maji yanapatikana kwa wingi sana wakati wa mvua, lakini huwa yanasumbua sana wakati wa ukame. Kwa hiyo tumejenga mabwawa makubwa ambayo yanahifadhi maji ambayo yanatumika katika umwagiliaji. Lakini teknolojia inayotumika pia katika umwagiliaji wa mashamba haya ya miwa ambayo mnayaona ni mifumo ya tunasema sprinkler irrigation system, ambayo miwa inamwagiliwa na maji ambayo yanakuwa yanaruka kama mvua, na hiyo inatuwezesha sisi kuzalisha kwa tija zaidi na kupata mazao bora. Serikali ya awamu ya 6 imedhamiria kuwainua wakulima wa hapa nchini, na hii ni ushahidi tosha, kwani uwepo wa kiwanda hiki umetoa fursa mbalimbali kwa wakulima kuboresha maisha yao kutokana na upatikanaji wa fedha wanazozipata mara baada ya kuuza miwa yao kiwandani. Serikali ilijenga barabara yenye urefu wa kilomita 50 kwenye mashamba ya wakulima wa miwa. Barabara ile imekuwa na mchango mkubwa sana kwa sababu kwanza imefungua maeneo ambayo yalikuwa yanaonekana ni vijiji. Sasa hivi yamekuwa kama miji kabisa. Barabara ile inasaidia kutoa mazao mashambani na kuwapeleka mjini, lakini barabara ile pia imeweza kuwasaidia wakulima kuleta miwa yao kwenye eneo la kiwanda. Kwa sasa hivi tuna wakulima wa miwa zaidi ya 300 na wamelima eneo lenye ukubwa zaidi ya ekari 2000 za miwa. Wakati tunaanza hiki kilimo, kiwanda kilikuwa bado, lakini baada ya kiwanda chetu kizuri cha Mkulazi kuanza ndani ya uongozi wa Mama Samia, tunashukuru Mungu, maisha yameweza kubadilika. Tumepata mafanikio makubwa sana, hususani mimi kama mama nimeolewa na mume wangu, lakini mwanzo tulikuwa hatuwezi kula milo 3. Lakini sasa hizi mashallah tunamshukuru Mungu, asubuhi tunakunywa chai vizuri, mchana tunakula mlo mzuri, pia na jioni tunakula vizuri. Yaani ni mafanikio makubwa sana kuwepo kiwanda hiki cha Mkulazi. Kwa kweli kilimo cha miwa kina sio kusema tunatafuta faida, tunatafuta utajiri. Kwa sababu sio sawa na kusema umelima mpunga, umepoteza muda mrefu, jua likiwaka, kipato ulichokuwa unategemea baada ya kupata labda gunia 15 unapata gunia 5. Ni tofauti na kilimo cha miwa. Kwa kweli kilimo cha miwa kimekuja kuwanyenyua au kubadilisha au ni fursa kwa watu wa maeneo haya. Kwa sababu kilima miwa una uhakika wa kupata kile unachokitafuta.
na sio faida tu, hapa tunatafuta utajiri, kwa sababu ukilima mua kama ni eka moja unaweza ukapata tani kati ya 30 mpaka 45 mpaka 50, inategemea tu na shamba lako liko maeneo gani. Kwa kweli tuna uhakika kilimo hiki kitatunyanyua badala kutudidimiza. Kwa hiyo ujio wa kiwanda hiki cha Mkulazi ni kuja kutupa fursa watu wa maeneo haya, kuanzia Mabana, Mbigiri, Dumila, Kilosa yote hii na bonde lote hili la Mbigiri. Kweli kipindi hiki ambacho ameshika mama, hiki ni kipindi ambacho mimi kimenitia nguvu fulani kwa sababu ya mafanikio. Kwanza hakuna kitu ambacho ninashukuru kwa ajili ya kile kiwanda ambacho mama ametuletea. Kwa kweli jambo hili mimi limenifurahisha sana, kwa sababu na mimi nimelima miwa, na mimi ni mkulima wa miwa na ninauza, napata mafanikio, wajukuu wanasoma, hata hivyo nimekaa mahali pazuri, ninakula vizuri kwa kweli. Kwa mara ya kwanza kwa kiwanda hiki kipya tumeanza kuuza msimu uliopita mwaka jana. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu, tumepata riziki. Angalau tumeendeleza vipande vingine ambavyo tunastahili vinaweza kutupa ajira. Tulikuwa tunakosa mahitaji ya msingi, tulikuwa tunakosa kazi za kufanya, natafuta labda hela mtaji, ufanikiwi. Lakini basi kupitia kilimo cha mua kuna kitu tunaona mbele kipo kizuri. Msimu uliopita watu wengi wamenufaika. Sababu ya kiwanda kuwepo imefungulia watu wengine kutamani hiki kilimo, na hata msimu huu watu wengi wameongeza maeneo sana. Tumepokea wageni wengi katika kijiji cha Msowero hapa. Watu wamekuja kufanya uwekezaji. Tunashukuru kwamba kiwanda cha Mkulazi kimetusaidia kwa sababu tunavuna mua, tunapeleka kiwandani na tunauza mua na malipo yetu yanapatikana kwa wakati. Lakini vile vile kiwanda cha Mkulazi kinatuletea wataalamu kwa ajili ya kutupa elimu na kutufundisha na kutupa maelekezo namna ya utunzaji wa mua shambani, uwekaji wa mbolea na namna tunavyoweza kutibu mua unapopata magonjwa mbalimbali. Lakini vile vile semina zinatolewa na wataalamu kutoka Mkulazi, wanakuja kutupa semina na mafunzo mbalimbali namna ya kuendeleza zao la mua na kuliboresha ili liweze kuleta ufanisi na tija kwenye kilimo chetu cha mua. Baada ya ufunguzi ni kwamba tumeweza kunufaika kwangu mimi nimeweza kunufaika kama mkulima wa miwa. Na nimelima na tumeweza kuvuniwa, na nashukuru kwamba uongozi wangu wa Makiwami AMCOS pamoja na Mkulazi wamekuwa na ushirikiano na wakulima. Tumeweza kuvuniwa kwa wakati na pia tumeweza kulipwa haki zetu kwa wakati. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa kuwepo kiwanda hiki, kimekuwa faida kwetu. Mimi kama mwanamke ninajivunia kwa kuwepo kiwanda hiki, kwa sababu najua kitanikwamua mimi kiuchumi na maendeleo ya maisha yangu pia. Nao baadhi ya viongozi wanatoa pongezi kwa serikali ya awamu ya 6 kwa kufanikisha ujenzi wa kiwanda cha sukari Mkulazi. Ningependa kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa kutuamini kuweza kusimamia ujenzi wa kiwanda hiki mpaka kimekamilika na mpaka kimeanza uzalishaji. Lakini sio hiyo tu, pia nakuja na kufanya uzinduzi wa kiwanda hiki. Hiyo pia imetupa hamasa kubwa ya kuweza kutekeleza majukumu yetu ili kuweza kufikia malengo yaliyokusudiwa. Pia tunashukuru wanahisa kwa ajili ya ushauri wao mbalimbali na kutoa fedha ambazo zimetusaidia sisi kutekeleza ujenzi huu wa kiwanda mpaka kuanza uzalishaji. Asante kwa kutazama makala hii ambayo imeletwa kwenu na kampuni hodhi ya Mkulazi. Kwa heri kwa sasa.